السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن walاه, amma ba'du. Watazamaji wa channel yetu Kauthar TV 24 hours, karibuni sana katika kipindi chetu cha leo ambacho kinafungamana na durusi zetu za alamul jinni wa shaitan ala dawi alkitabi wa sunna, durusi ambazo zimekusanya mafundisho yanayofungamana na ulimwengu wa majini na shaitan chini ya mwangaza wa Qur'ani na Sunna. Kwa wale wanaofuatilia moja kwa moja hewani na kwa wale ambao kwamba wanafuatilia baada ya darsa hiyo kuuploadiwa katika mkanda huu wa channel hii pendwa ya Kauthar TV, leo tutazungumzia mashru'iyatu al-istishfa bil-Qur'an, kushereheshwa kuwekwa katika mizani ya sharia Muislam kujitibu kupitia Qur'ani, kwa sababu leo katika mitaa yetu faqad sarat ar-ruqyatu shar'iyyatu min al-umuri allati ghafala anha ba'd an-nas. Katika miji yetu au mitaa yetu au vijiji vyetu, ruqya ya sharia imekuwa kwa watu wengi wameghafilika nayo. Watu wamejisahau, wamekwenda kusahau ule uzito uliopo ndani ya tiba hii ya ruqya ya sharia. Labda tuseme watu walizoezeshwa kuagizwa kuku mweusi au mweupe au kuku wa rangi rangi, au watu wameshazoea kuagizwa zile shuka za mashaitani, labda ni shuka nyeupe ya mstari mwekundu katikati, au ni shuka nyeusi ya mstari mwekundu katikati au mweupe, na vile vile na kuchora na mwezi na nyota shuka hizo, na zingine kuvishwa shanga mbalimbali. Watu washazoea hivyo. Labda watu wamezoea kuagizwa mbegu saba au nazi kavu au mishumaa wama ila dhalika na mfano wake. Kwa hiyo ikafikia pahali kwamba ruqya hii ya sharia ni jambo ambalo kwamba wengi katika watu wameghafilika nalo, bal rubama lam takhtur lahum ala bal. Sio kwamba tu watu wameghafilika, bali ikafika pahali kwamba ruqya ya sharia haigusi nyoyo za watu. Yani watu hawaoni uzito kwamba labda anaweza akasaidika kupitia ruqya hiyo. Waqad adahtu عندهم كأنها حديث خرافة. وقد أضحت عندهم, ikafika pahali kwamba hii ruqya ya sharia inafahamika kwa wengi kati ya jamii kwamba ni jambo la kubandikizwa au ni jambo la kizushi. Lakini almu'min, lakini kwa waumini, kwa watu waliopata imani haqqan, yuqinuna bi anna ar-ruqa ash-shar'iyya jalilatu al-qadri, kwa waumini wa kisawasawa wanayakini, wanahakika 100% ya kwamba hii ruqya ya sharia jalilatul qadri, yani ina matokeo mazuri mno katika sala zima la kuponya magonjwa. Adhimatun naf'i, vile vile waumini wanafahamu, wanayakinisha kwamba ruqya ina manufaa makubwa. Yustashfa biha min al-amradhi jami'iha, wallahi watu wanaponywa kupitia ruqya hii ya sharia maradhi aina zote, alhisiyati minha walmaanawiyya, yawe ni maradhi ya kihisia au ni maradhi ya kimaana. Walaqad tadafarat an-nusus ash-sharia, zimekuja dalili za sheria ndani ya Qur'ani
alghurra ala mashru'iyyati alistishfa bilquran, dalili zilizokuwa wazi zinazoelezea moja kwa moja uwajibu na sheria ya watu kujiponya kupitia Qur'ani, wal ad'iyatu na dua, wa ta'awudhati na kinga, annabawiyya za mtume alizofundisha. Qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema, qul, e Muhammad sema, huwa lilladhina amanu, hii ruqya ya sharia, hii tiba ya Qur'ani ni kwa wale ambao kwamba wana imani. Huwa lilladhina amanu, kwamba hii Qur'ani na tiba yake ni kwa wale ambao kwamba wamepata imani ya Uislamu. Hudan, kwa wao wanapata muongozo kupitia Qur'an na uongofu. Wa shifaun, na dawa kabisa ndani yake au ponyo. Sura hii ama aya hii ipo katika sura Fussilat, juz'un min al-aya, nusu ya aya tulizungumzia. Wa fi sahih, na katika hadithi ile kwa sahihi kabisa, anna Aisha radhiyallahu anha, ya kwamba mama Aisha Mwenyezi Mungu aradhi naye, qalat, alisema au amesema, kana idha shtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akipatwa na uchovu au maumivu ya sehemu au kiungo mtume wa Mwenyezi Mungu, qalat, akisema Jibril akija akisema, qala bismillahi yubrika, Jibril akija akimsomea mtume au akimpatia dua hii mtume, bismillahi yubrika, yani kwa jina la Mwenyezi Mungu tunakuponya. Bismillahi yubrika, kwa jina la Mwenyezi Mungu tunakuponya. Wa min kulli da'in yashfika, na kwa kila gonjwa utaponywa kupitia jina la Allah. Wa min sharri hasidin, na kutokana na shari za wenye za mahasidi, idha hasada, pindi wanapotoa hasadi zao. Wa sharri kulli dhi aini, na shari ya kila mwenye jicho, jicho la kukodoka, jicho baya, jicho la kuleta maradhi, jicho la kuporomosha uchumi na mfano wake, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi nyingine, aktharu man yamutu min ummati, wengi wanaopatwa na mauti katika umma wangu wanaokufa, baada kitabillahi wa qadaihi wa qadarihi, baada ya maandishi ya Mwenyezi Mungu na qada yake na qadari yake Allah, bil anfus, Mtume anasema wengi wanakufa kwa sababu ya kijicho. Kwa hiyo watu wengi wanapatwa na mauti, wanapatwa na vifo kwa sababu wamehusudiwa, wamefanyiwa hasad au wamefanyiwa ain. Kwa hiyo mtu anaweza kupatwa na mauti au magonjwa au biashara kuharibika au jina kuharibika au mvuto yule mtu kuharibika au sauti yake kuzungumza, kauli yake inaonekana bure kwa sababu ya ain. Kwa hiyo Jibril akija akimsomea mtume dua hii, bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min sharri hasidin idha hasad wa sharri kulli dhi aini, kwamba kuna mahasidi na vile vile kuna watu wa vijicho. Akikutazama kichwa kinaanza kuuma, akikutazama tumbo linauma, au kutazama afya inadorora. Hawa watu hawa wapo katika jamii. Kashapita kwenye kazi yako, kazi ishakufa. Kashapita kwenye mjengo wako, mjengo ushashika kutu, hauendelei tena. Kashapita kwenye shamba lako, halimei tena kitu. Watu wenye shari ambao kwamba Mtume alayhi salatu wasalam aliwazungumzia. Wa min muqarrar inda ahli hadha ash-sha'n, na kwa watu wenye tabia hii, anna mafhuma ar-ruqa fihi sa'atun dhahira wa anna ma kana minha mubahan wa muadahu husulu an-naf'i bihi amalu bihi. Wale watu ambao kwamba wamezingatia wakapata imani wakafahamu ya kwamba ruqya ni changanuzi iliyokuwa wazi, wa anna ma kana minha mubahan, ya kwamba ruqya ya sheria
ni jambo linalofaa la halali. Wa maadahu husulu naf'i bihi, na vile vile ni jambo linaloleta manfaa kwenye jamii. Amalu bihi, waliokwenda kuelewa kwamba ruqya ni jambo sahihi, lina manfaa, wakaanza kulifanyia kazi. Fatara ba'dhum yaqtasiru birruqyati ala suwari biainiha kalfatiha mathalan, ukawapata wengine wao wanatosheka kwa ruqya hata kama ni suratul Fatiha kwa mfano, au suratul Baqara, au kwa suratul Baqara, au yajma'u baina suwar, au mtu kuchanganya baina sura kalfatiha wal ma'udhataini, wa tajidu ba'dhan akhar yurqa bi ayatin hasab, na wengine wanafanywa zisomo kwa aya moja tu pekee yake inatosheleza, aya moja tu inatosheleza, kama alivyokuwa sahaba wetu huyu mtukufu Umar bin Khattab, kamfanyia mtu ruqya kwa kusoma tu Qaf wal Qur'an al Majid, jini katoka kaenda zake. Wa minhum man yara ruqyatu bil qira'ati al ma'i tahur, na wapo wengineo wanaona kwamba ruqya wasomee tu kwenye maji safi, au ala zaiti liudahanu bihi, au kwenye mafuta ili mtu ajipake mafuta yale, au asalin liyakula minhu, au kwenye asali mtu ale asali ile. Wa kullu min haula'i ruqati qad amada ala ba'd ma yubah min arruqya, na wote hawa katika matabibu wasomeaji ruqya, kila mmoja ameelekeza nia yake kwenye jambo ambalo kwamba linafaa. Mimma yurja naf'uhu wa yunasab hala almarqiyi, jambo ambalo kwamba linatarajiwa manfaa yake, na kila mmoja akaegemea kwenye maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, a'ridu alayya ruqakum. Mtume kawaambia masahaba zake, jamani, ebu nileteeni ruqya zenu, leteeni tiba zenu nizione na mfumo wake. Kwa hiyo tabibu wa ruqya anatakiwa tiba yake ifahamike na jamii, ifahamike na waumini, ifahamike na mashaikh wa sehemu ile, ili wahakikishe kwamba tabibu yule ama raqi yule yupo katika viwango vya sahihi, ili asije kuwatia watu katika ushirikina na dhambi mbalimbali, kwa sababu Mtume anasema la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi shirku, hakuna ubaya wala makosa kufanya ruqya maadamu ndani yake hakuna ushirikina. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ma raa ba'san ma ara ba'san, wallahi mimi sioni ubaya, man istata'a, kwa yule atakayeweza, an yanfa akhahu, kumsaidia ndugu yake kwenye matatizo, falyanfa'uhu, basi namsaidie. Kwa hiyo Mtume katoa amri kama hii kwamba yeye mwenyewe haoni ubaya wowote wala makosa kwa yeyote atakayeweza kumsaidia ndugu yake kisheria, kistaarabu, bila kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi na aweze kumnufaisha ndugu yake huyo. Insha Allahu ta'ala, katika jilsa hii fupi ya dakika 13-15 tutakomea hapo. Kusudio ya vikao hivi vifupi ni kufikisha ujumbe katika masikizi ya wasikilizaji, wafuatiliaji wa channel hii, ili wafahamu ni nani anayestahiki wewe utakaposibiwa au mtu wako kusibiwa na matatizo, nani wa kumwelekea ambaye hatokuvurumisha katika ushirikina na kupoteza imani ya dini yako. Kusudio la ruqya ya sharia, hifdhul aqidat wa din, ni watu wahifadhi imani zao na dini. Msifunge mahirizi, msifunge mahanzma, yani vitu vya maajabu hivi watu waveepuke. Kwa kusudio lake ruqya sio tijara, bali kusudio lake kuu ni kwamba Waislamu wahifadhi dini yao, wahifadhi imani yao kama vile alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wahfadhu aymanakum, anasema hifadhini viapo vyenu. Unaposema la ilaha illa Allah, wewe umeapa ya kwamba hapana mola yeyote anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kiapo hiki kinahitajia kuhifadhiwa, kilindwe, kichungwe,
Sio vile si jamii yetu imezoea leo, mara amekwenda huku, mara amekwenda huku, mara amerudi huku, mpaka mwisho kabisa roho inatolewa, ndio mtu anasema sasa namwachia Mungu. Yani kachafua mazingira kweli kweli, anaondoka duniani amejaa mahirizi, amechinja kwa sekwa Allah, kaua makuku, kaua mapaka, kaua katika njia za kishirikina. Ikifikia mwisho sasa malakul maut kashadhihiri, ndio watu wanarudi tunamwachia Mungu. Wallahi hapo umechelewa, umechelewa. Karibuni sana katika ofisi yenu hii Kauthar Ruqya Center iliyopo Likoni, barabara ya Shell Beach, New York, na vile vile na branch yetu mpya iliyopo maeneo ya Kombani, karibu na hospital ya Palm Beach Hospital au Medical. Ukifika hapo, piga simu kwa nambari ambazo kwamba utazipata kwenye mkanda wako huu au clip yako hii katika channel yako pendwa ya Kauthar TV 24 hours. Utaweza kuwasiliana na ndugu yako Abu Hasanat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.